Kwa kati ya Chadema na CCM ilipaswa iwe kwa kura kama zilivyotangazwa na tume, ilipaswa iwe na 88 jumlisha 18 wabunge 106. Vyama vingine vyote vile nilivyovitaja vile vyote kwa jumla yao vilipata asilimia 6 ya kura zote halali za wabunge. Kimoja havikufikisha asilimia 5. Kwa ujumla wao vilikuwa na asilimia 6. Hiyo asilimia 6 ni sawa na wabunge 7. Hao 6 wakapelekwa CCM, mmoja akapelekwa Chadema ili iipe COVID-19. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumbe kabla ya kusoma hii note sikujua tumesha kwenda zaidi ya saa 2:30. Tulianza tunachokoza mada, lakini nadhani tumezungumza na tunakushukuru sana. Tulisema tuulize maswali ambayo pengine watu wanaweza kaona ni ya uchokozi, lakini yanakusaidia kudata mind ili kufikiria na kuzungumza na jamii ikajua. Sasa tunao wahariri hapa kwenye ukumbi na wengi wanaanza kuona kwamba muda wa kurudi vyumba vya habari unakaribia. Kama pengine kuna moja hujalimaliza mawili ili waulize maswali nao wasije kuwa kama wamekuja kushiriki. Sasa namalizia waheshimiwa, namalizia ili muulize maswali. Kwa hiyo ya viti maalum ni kwenye mfumo wa uchaguzi. Ya mwisho ni mfumo wa utatuzi wa migogoro ya uchaguzi, mahakama na vitu kama hivi. Hovyo. Ndio maana hakuna wabunge, pamoja na uchafu wote huu, hakuna wabunge wanaoondolewa na mahakama, kwa sababu utaratibu wa kutatua migogoro ya uchaguzi kama ulivyo haufai. Tunapozungumzia mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, tunasema yote haya ambayo nimeyazungumza yabadilishwe. Hilo moja. Pili, tunaposema bila haya kubadilishwa hakuna uchaguzi, maana yake ni kwamba haya yasipobadilishwa tutazuia uchaguzi. Tatu, haya ambayo tumesema yabadilishwe, kama nilivyosema mwanzoni, yamesemwa yabadilishwe na taasisi mbalimbali na tume mbalimbali rasmi tangu mwaka 91 mpaka uchaguzi mkuu uliopita. Mwisho, yakibadilishwa itakuwaje? Yakibadilishwa kabla ya uchaguzi huu, kwa vyovyote vile uchaguzi utaahirishwa. Yakibadilishwa kwa vyovyote vile uchaguzi utaahirishwa. Kwa nini? Kwa sababu ili utengeneze tume mpya na wafanyakazi wake kama ambavyo imependekezwa, unahitaji muda wa kutosha. Ili utengeneze majimbo ya uchaguzi kwa kanuni ya kidemokrasia ya idadi sawa ya watu, unahitaji muda. Ili uandikishe wapiga kura sawa sawa na kuhakikisha mamilioni ya wapiga kura feki hawaingizi tena, unahitaji muda. Ili ufanye mabadiliko ya katiba inahitaji kubadilishwa, haipepeki. Sheria za uchaguzi zinahitaji kubadilishwa zote, unahitaji muda. Kwa hiyo mabadiliko yakikubaliwa, lazima uchaguzi utaahirishwa.
na katiba yetu imeweka utaratibu wa namna ya kuahirisha uchaguzi. Ukiwa na hali ya hatari au mazingira ya aina hiyo, uchaguzi unaahirishwa. Bunge lile lile hata kama lilikuwa limevunjwa linarudishwa kama lilivyokuwa, linapewa mwaka mmoja kudili na hiyo dharura. Mwaka mmoja usipotosha, linaongezewa mwaka mwingine. Huo usipotosha, unaongezwa mwingine mpaka ifike mitano. Ikifika mitano, uchaguzi lazima ufanyike. Hiyo ndio katiba yetu. Kama mtasema kubadilisha mfumo wa uchaguzi sio jambo la hatari, inabidi katiba ibadilishwe ili kuweka utaratibu wa kutengeneza wa kuahirisha uchaguzi bila kuwa na hali ya hatari, na hiyo inawezekana. Na msiniambie kwamba sasa huo muda wa kubadilisha hizo utachukua muda mrefu sana. Nchi hii ilikuwa inaitwa Tanganyika, sinafahamu? Iliacha kuitwa Tanganyika kwa siku hii ya Jumamosi. Nyerere na Karume wamesaini mkataba wa muungano tarehe 22 Aprili. Ilikuwa Jumatano, 23 Alhamisi, 24 Ijumaa, 25 Jumamosi bunge la Tanganyika likaitishwa Karimjee. Wakapewa muswada wa sheria ya muungano kwa hati ya dharura, wakaambiwa pitisheni, wakapitisha. Tanganyika ikafa. Siku hii hili bunge linaweza likafanya chochote rais akiamua. Wajibu wetu ni kumsaidia huyu mama kukubali mabadiliko. Akisha kubali yeye, wale waheshimiwa wa Dodoma huwa wanafanya mambo anayoyataka mpangaji wa Ikulu ya Magogoni na kwa muda anaowapa. Kwa tusiambizane kwamba bunge nini. Mama tumalizane na mama. Mheshimiwa Lissu, na wakaribisha. Umeeleza vizuri sana juu ya swala la muda na katiba zote. Ghana walivyopitisha ya kwao mwaka 92, Kenya walivyopitisha ya kwao mwaka 2010, na sehemu mbalimbali zilikuwa na vipindi vya mpito kati ya miaka 3 mpaka 4, na hata katiba ilikuwa inapendekezwa ilikuwa na kipindi cha mpito cha miaka 4. Kwa nini, kama hoja ni kubadili katiba, na unajua kabisa hata ikibadilishwa kwa hoja ulizozisema lazima kutakuwepo kipindi cha mpito, usifanyike uchaguzi na ikaenda kufanya katiba ikafanyika baada ya uchaguzi, alafu kikawepo kipindi cha mpito, uchaguzi unaokuja ukafanyika chini ya katiba mpya? Hilo lina ugumu gani mpaka tuanze kuongeza kama vile tuna hali ya hatari? Swali zuri sana. Tukienda kwenye uchaguzi, manake tuende kwenye uchaguzi kwa utaratibu huu, sio tunaenda kwenye uchafuzi. Tunaenda kwenye uchafuzi. Haya yote ambayo yamefanyika miaka yote hii yatatokea tena. Watu watauawa kwa sababu chaguzi za nchi hii siku hizi lazima ziendane na kafara ya maisha ya Watanzania. Uwe ni uchaguzi wa mitaa, uwe ni uchaguzi mkuu, uwe ni wa madiwani, lazima utolewe kafara ya Watanzania kuuawa. Lazima kuwe na wizi wa kura, lazima kuwe na uchafu. Kwa hiyo twende kwenye uchaguzi, manake twende kwenye huo uchafu na kutoana kafara.